أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا عملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلم، فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى آخر الآيات. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tupo katika Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo leo ni Yaumu Arafa. Kwa miezi miandamo ya kwetu Afrika, leo ni Yaumu Arafa. Yaumu Arafa ni siku ya 9 katika mwezi mwandamo wa Dhulhijja. Ijumaa ni siku kubwa na ikiandamana na siku ya Arafa. Insha Allah Taala, muda umesonga. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mada na maudhui yetu tutazungumza al-ilmu harbun likulli al-mutaali. Ni nini maana yake al-ilmu harbun likulli al-mutaali? Elimu ni zita au imetangaza vita. Elimu hiyo likulli mutaali, kwa kila ambaye ni mwenye kujiweka juu kushinda ile elimu, basi elimu ile, yeye mtu kama huyo mwenye kujiweka juu kushinda elimu imemtangazia zita. Ndio maana ya maneno haya, al-ilmu, elimu, harbun, ni zita, likulli mutaali, kwa kila mwenye kujitia ujuu, kwa kila mwenye kujipamba na sifa ya ukibri, kwa kila mjeuri, kwa kila asioelewa. Hiyo ndio maana yetu. Na mada hii ina ihatwa, ina
maneno marefu sana. Wattaqwa kadhalika, na uchamungu, harbun likulli mutaali, na uchamungu ni zita kwa kila mwenye kujispamba na sifa ya ujeuri, sifa ya kujinaki, kujiweka juu zaidi kuliko hiyo takwa. Wallahi, na radhi ya Mwenyezi Mungu, harbun ni zita likulli mutaali, kwa kila mwenye kujiweka na sifa ya ujeuri, sifa ya ushupavu, sifa ya kutojali. Hiyo ndo mada yetu. Al-ilmu harbun likulli mutaali. Mada yetu ni hiyo. Tuifasiri aya ambayo iko ndani ya Suratul Kahfi, hewari au mazungumzo baina ya Mtume Musa alayhi salam na Khidri. Ndio tuelewe mada yetu kwa uzuri, kwa undani zaidi. Ingawaje muda hatuwezi elezea sana kwa sababu muda hautotosha, lakini takusagusa zile ambazo ziko na umuhimu wetu katika mazungumzo yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea baina ya hiwari ya Musa alayhi salam na Khidri. Musa alitaka kumfuata Khidri. Mtume Musa alayhi salam alitaka kupata faida na kupata elimu ambayo yeye haijui, Khidri anaijua. Sasa akamuomba ruhusa Khidri, kwa mimi nitaka nikufuate, tuwe marafiki ili unifundishe elimu ambayo wewe jua mimi sitambui wala sielewi. Ndio maneno haya, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Hapa ni Mtume Musa alayhi salam yomwambia Khidri amuomba ruhusa, na hii dalili nzuri ya kuwa ukitaka kuwa rafiki na mtu ni umtakaye ruhusa yeye mwenyewe akubali. Akishakubali ndio mfuatane katika safari yenu, katika matembezi yenu, katika mazungumzo yenu wewe na yeye. Hivi ndivyo adabu ilivyo. Hivi ndivyo Uislamu unavyotufundisha. Hivi ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotaka tuwe sisi, tuishi namna hii. Hela sikufuati ala an tuallimani, unifundishe mimi mimma ulimta rushda, miongoni mwa yale ambayo ulimta wayajua, umeyasoma, rushda ya uongofu, na mimi nikawa kama wewe, ule ujuzi na mimi nikaupata nikafanana na wewe. Hal attabi'uka, hela sikufuati, ala an tuallimani, ili unifundishe mimi, unielimishe mimi, unifahamishe mimi, unijuze mimi, mimma ulimta rushda, katika yale uliyojua miongoni mwa mambo mazuri matukufu mazuri ya elimu yenye kunufaisha dunia na akhera.
Haya ni maombi ya Mtume Musa yamwambia Khidri. Haya, sikiza jawabu la Khidri, amjibu nini Mtume Musa. Maneno haya yako ndani ya Qur'ani tukufu, kitabu ambacho cha Waislamu. Yule alotamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Haya maneno ni ya hawa watu. Kila alotamka shahada, haya maneno ya muhusu, yatakajua yaelewe, aishi namna hii. Musa akamwambia, Khidri akamwambia, qala, yani maana qala Khidru, qala al-Khidru, amesema Khidri li Musa, kumwambia Musa. Madha qala al-Khidru, amesema nini Khidri? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kuna kusoma kujua wasoma Qur'ani, alafu kuna kusoma kuelewa ni nini cha zungumzwa ndani ya Qur'ani. Unajua kuna Qur'ani na maana ya Qur'ani ni vitu viwili tofauti hivi. Qur'ani ni yale maandishi, hili ni Qur'ani, hiyo ni maandishi. Alafu kuna maana ya Qur'ani mpaka usomeshwe na wajuzi wenyewe ni wajuzi ambao wana ikhlas, hawana roho zao hushi, hawana roho zao urongo, hawana roho zao utapeli, hawana roho zao ubapari, hawana roho zao malengo aina fulani, ili kwa sababu malengo yale wakikusomesha watayapata, isipokuwa malengo yao ni radhi ya Mwenyezi Mungu. Haya ndio malengo mtu yoyote, wewe na mimi na mwingine yoyote afaa kuwa nayo. Yaani namsomesha fulani ili mimi nipate radhi ya Mwenyezi Mungu. Haya ndio malengo yafaa sote tuwe nayo. Khidri akamwambia Mtume Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, hakika wewe hauwezi kunisubiria. Innaka la tastati'u, hakumwambia innaka la tastati'u, akamwekea taukidi. Alipomwambia tu anta la tastati'u sabran minni, wewe huwezi kunisubiria mimi. Lakini akamwambia innaka, hakika wewe, lan tastati'a ma'iya sabra, huwezi wewe kuweza kusubiri nilionao mimi. Haya ambayo nitafanya wewe huwezi kuyasubiri ukayavumilia. Hapa pana mawili, nikifanya itakukera roho mpaka uniulize uanze kugombana. Ndio maana kwa maneno haya ndio akamwekea taukidi. Mtu mshindani katika lugha ya balagha, jambo ambalo ukimwona huyo mtu alijua kisha ukimwambia ataleta ushindani, ni lazima umwekee taukidi. Taukidi ni kumkokoteza. Sitaki uniudhi fulani, hakika wewe sitaki uniudhi, nitakueleza lakini sitaki kuudhiwa. Ndio maana ya mtu mshindani, umwekee taukidi ili asikuudhi, kwa sababu wewe kumwangalia macho yake na vile alivyo na mwili wake na tabia, mkifuatana au ukianza kumsomesha ataanza kukuudhi. Ndio maana ya mtu Khidri kumwambia Mtume Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, hakika wewe Mtume Musa lan tastati'a, hutoweza wewe kunisubiria mimi haya nilionayo, sababu mimi nina vituko. Ndio tafsiri yake hii.
Mimi nina vituko, na vile vituko ambavyo wewe nitakuonyesha vitakukera. Kwa lugha leo vitakutekerenya, na vikutekerenya wewe utakasirika, wewe utafoka, wewe utakarapia. Ndio maneno haya. Twende kwa tafsiri. Hal ta'ala li, hivi hunipe idhini mimi, fi murafaqatika, katika kwa rafiki na wewe, kufuata wewe, li aktabisa, ili mpate kuchuma, min ilmika, miongoni mwa elimu yako, ma yurshiduni, ambaye yataniongoza mimi, fi hayati, katika uhai wangu wote. Sikia maneno haya. Qala al-mufassiruna, walisema wenye kufasiri aya hii, hadhihi, hii mukhatabatun, ni mazungumzo, yani maelezo, yani kuelezana, fiha, katika hiyo hiwar, mulatafatun, ni upole, watawadhu, na kunyenyekea Mtume Musa, min nabiyillahi karim, yani hii ni mulatafa, ni upole na kumzungumzisha nani? Khidri, na kunyenyekea Khidri, ili yeye apate kumweleza yale alionayo. Nyuma kisa ni kirefu. Mtume Musa alijisifu na kujinaki kuwa hakuna mwenye elimu kuliko mimi. Ndio maneno haya sasa. Mungu akamwambia, utampata mja katika waja wetu wema, huyo atakufundisha mambo wewe hujui. Ndio maneno haya. Ndio alimwambia hivi, naye akampata Khidri, akajieleza, mimi ndio Khidri. Ndio yamwambia atakapata elimu kwa Khidri. Sasa mada ni kuwa elimu, mwenye kibri na ataka kusomeshwa elimu hapati. Wewe wataka mwalimu akusomeshe, lakini uko juu mambo yako na tabia yako na maneno yako na vitendo vyako kuliko mwalimu, hauwezi someshwa. Na lau ukasomeshwa huwezi pata elimu ile. Yani kwa lugha ya leo, wewe ni mjuaji zaidi kuliko akusomeshaye, hauwezi pata elimu. Na lao mwalimu akaye ajipige masombo, ajipige na kifua, aje na subra zaidi ya punda akusomeshe, basi upate elimu yake. Pengine mwalimu atakuwa amekaa kwa sababu utampa shilingi yako. Pengine mwalimu atakaa kwa sababu wewe una manufaa kwake yeye, umpe mwalimu una manufaa. Yani mwalimu, wewe mwalimu lazima atanufaika na wewe, basi mwalimu atakaa kwa sababu anufaika na wewe, lakini kukupa elimu yake hasa uipate huwezi. Sababu elimu haitaki tu ujeuri wala ujuaji mwingi, yataka wewe uwe mpole, unyenyekee, uwe mtulivu, usikilize, kisha uulize masala, questions. Zile suala uziulize kwa njia ya ihtiramu, na njia ya adabu, na njia ya heshima, na njia ya upole, na njia ya unyenyekevu, ndio upate elimu ya mtu. Sasa basi, wakadhalika yambaghi, vile vile yatakikana, an yakuna al-insanu, awe binadamu, ma man yuridu an yataallama minhu. Yani ukitaka kwa mtu wewe, yatakikana kwa mtu awe, yambaghi an yakuna al-insanu, yafaa an yakuna al-insanu, awe binadamu, ma man yuridu, kwa yule ambaye ataka kwake, an yataallama minhu, ajifunze kwake, ajenyekee ili apate chake. Wewe kwa bosi wako wafanya kazi, lakini ukituma fanye bosi, usimsumbue, mbona bosi umeniona nini tu, wengine waone watu wengine, hamalizi wiki atakufukuza, hamalizi wiki atakufukuza. Unajua maana kukufukuza?
wewe utaki kutumwa, na wewe wataka mwisho wa mwezi upate pesa, na pesa ya mtu ni ya mtu, si yako, na amri ya mtu ni amri ya mtu. Wewe haikuhusu, wewe fuata amri tu. Nenda nitukulie kibiriti, nenda nitukulie kisu, nenda katukulie jembe, nenda tauni ukachukulia kitabu, nenda. Ndio kazi ulioandikiwa, ni kutuma. Kubali kutuma upate pesa mwisho wa mwezi. Hivi ndivyo ilivyo mwajiriwa kwa yule aliyemwajiri. Sasa hapa Khidri amwambia Mtume Musa, kwa wewe huwezi kunisubiria vituko ambavyo mimi ninavyo. Wewe huwezi kunisubiria vituko ambazo mimi ninazo, kwa sababu yale ambayo Khidri atakamuisha Mtume Musa ni vioja ambavyo mwenye akili hawezi kukubali. Kisha Khidri akamweleza Mtume Musa, akamwambiaje? Akamwambia, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, kaifa tasbiru ala amrin dhahirihi munkarun wa anta la ta'lamu batinuhu. Hiyo ya kwanza ni aya. Haya ndio soma sasa ni tafsiri za hiyo aya. Aya sema, wa kaifa tasbiru, vipi utasubiri, na vipi utasubiri wewe Musa, wewe Mtume Musa, ala ma lam tuhit bihi khubra, kwa jambo ambalo wewe hulielewi mwanzo na mwisho, ndani wake hulielewi, utasubiri vipi? Musa akamwambia, naweza kusubiri. Ndio tafsiri yasema, kaifa tasbiru, vipi utasubiri, vipi utavumilia usubiri, ala amrin, katika jambo dhahirihi, uwazi wake, openi yake, munkarun, ni masia, munkarun ni jambo la kuudhi, munkarun ni jambo la kukera, munkarun ni jambo ambalo ukiliangalia usema hapa kweli huyu anadhulumu, ndio maana munkaru, yani jambo la dhulma. Wa anta, na wewe Mtume Musa, la ta'lamu, hujui, do not know, hujui, batinuhu, undani wa jambo hilo, undani wa mambo haya wanataka kuonyesha na kusomesha. Sasa Khidri alikuwa elimu yake ya kumpa Mtume Musa ni elimu ya kumfanyia vitendo aone, si ya kumzungumzia. Kama ile uzuri. Kwa nini mada hii? Dini ya Uislamu si dini ya kampeni. Dini ya Uislamu si ushabiki wa mpira Manchester United, Arsenal. Dini ya Uislamu si mashindano ya mbio za relay za mwaka. Dini ya Uislamu ni dini ya maandishi yatokao kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maneno ambayo yafasiriwa hadithi za Mtume na kufasiriwa Qur'ani kwa wanazuoni ambao wana ikhlasi ya Mwenyezi Mungu ya kumpenda Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndio wao wafuate hao, si ushabiki. Sasa sisi leo dini yetu ni dini ya ushabiki. Fulani ala leo nitakula naye, fulani afunga kesho nitafunga naye kesho, fulani avaa kandu na mimi nitavaa kandu,
fulani anywa kiduku na mimi nitanywa kiduku, fulani anamgokana ni shekhe na mimi nitakula mgoka kwa sababu shekhe hula, fulani mzinifu na yeye ni hali mwanachuoni na mimi nitakuwa mzinifu kwa sababu fulani ni mzinifu na ni mwanachuoni. Alokuambia maneno haya nani? Alokuambia kuwa mtu mwanachuoni akiangamia leo uangamie ni nani? Hatuteki. Tuna uzuka mwingi. Na dini si ushabiki. Dini si kufuata mtu. Mashaallah, kama kuna zama ambazo kila anayezaliwa ajua ni hizi. Jana akizaliwa, asubuhi ya leo mwanachuoni atoa fatwa. Alhamdulillah. Sasa nauliza, hawa waliosoma kwa mashaka miaka 10, 20, 30 kazi yao ni ipi? Turudi kwa Musa. Kisha tarudi hapo. Khidri akamwambia Musa, wa anta la ta'lam batinuhu, wewe hulijui ndani ya hilo jambo ni nini, dhamiria zake na malengo yake hujui, huwezi subiri. Nenda kwa haraka. Walifika kwenye mahala pa kivuko, boti ilikuwa mpya. Hidhiri akaitia kisu, akaitoboa, akaitia ila. Hivi wadhulumu sasa. Wakafika mahala kakuta ukuta umeinama, akamwambia tutaunyoosha hunu. Mambo ya kipuuzi pia wananiambia tufanye. Wakachukua ukuta wakaunyoosha. Wakapita kwa watu wawili wacheza, akamwambia ni lazima tumue huyu mmoja. Kisha na wewe dhulumu sasa. Kampiga kisu, akamua mmoja. Sasa unaona elimu ya Khidri ni elimu kimaajabu. Na huku nyuma mwambia innaka lan tastati'a ma'a sabra. Huku nyuma alimwambia hivi, hakika wewe huwezi kunisubiria mimi. Huwezi kunisubiria. Na kujua kuna watu ukiwa mwaja namna hili ashakujua anta jambazu. Kuna watu ukimtokeza tu asalamu alaykum anta kafiri, wewe kafiri tu. Yaani kuna mtu ukimtokeza sura tu, ukinena naye tu mwaja wa kalamu, atakallu ma'ahu shamjua huyu ifriti. Hadha huwa jambazu, hadha huwa sahirun, hadha huwa qatilun. Yaani ushamjua mtu. Ikiwa wewe ni mcha Mungu kisawasawa, basi yoyote atakaye kuja kukutokeza mbele ya macho yako utajua huyu ana sifa kadhaa, huyu ni mcha Mungu huyu. Vile atakapokuja kwako na muwajaha wake na tabia na kukupa salamu na kuzungumzisha, utajua mashaallah, hadha huwa rajulun salihun, huyu ni mtu mwema huyu. Hadha huwa jambazul akbari, huyu jambazi mkuru huyu. Ndio maneno haya sasa. Yule mtoto aliyocheza akamuua. Sasa kila ambacho wanaenda wakifanya, yule Musa alalamika. Ndio maneno haya sasa. Alalamika, kwa nini tumesaidiwa kuvuka kivuko, wewe wakitia kisu atoboa boti mpya, the new boti, wewe umetia kisu. Kaambia, lakini nyuma nimekwambia utaweza kunisubiria. Sasa umeona maneno yako ni haya. Akaambia hatuwezi kufuatana. Innaka lan tastati'a ma'a sabra. Hakika wewe huwezi kunisubiria. Nimekujua tangu pale mwanzo tukianza safari. Haya maneno mimi nimekatakata, nimerefu sana. Hii ni Qur'ani suratul Kahfi. Lakini inaonyesha kuwa hatuwezi kuwa tuko sawa. Ikiwa Mungu mwenyewe hakuweka watu sawa, vidole za mkono wako ni mmoja, vidole kila kidole kiko namna yake. Huyo Mungu aumbe vipi vidole vitano, kila kidole kina maumbile yake? Alafu wewe na mimi tuone tuko sawa. Mbona wewe mweusi, mimi ni mweupe, alafu yule ni mweupe kama majivu, yule mwingine mweupe kama damu, yule mwingine, watu wote kila mtu ameumbwa namna yake, hata kama yote ni mweusi. Unayo sampuli ambayo wewe na mwenzako hana.
hata mapacha tau amani watoka kwa mama mmoja tu, siku moja, sekunde moja, wallahi billahi huwa tofauti. Huwa tofauti, mapacha tu, mapacha huwa tofauti, ingawaje mama ni mmoja, masali ni wanu awa moja, hiyo sawa moja, ametoka huyu nayo akatoka, ingawaje ni vigumu sana kuwapacha atoke huyu na mwingine naye atoke sayo hiyo, yani wafuatane, huyu akitoka naye yule atapata na huyu naye tatata, hakuna pata huyo hakuna pata huyo, mpaka achukue masaa dakika ndio atoke mwingine. Lakini pacha kufuatana kama maji ya kutoka kwenye mfereji, alokuambia nani urongo huo, hakuna pata huyo. Sasa ikiwa watatoka kwa kufuatana, basi ukiangalia kwenye mwili wao wana alama ambazo mwingine hana, huyu mwingine anazo, mwingine hana. Mapacha hao mbona wawe tofauti? Hayo ni maumbile ya Mungu, si maumbile yako na yangu. Mimi siwezi umba, wewe pia huwezi umba. Wewe kutaka kukufuru na kutaka kujaribu kumwingilia Mungu ni wazungu hao Mayahudi, lakini mahala ambapo hawawezi na hawatoweza mpaka kiyama ni pa kumweka mtu roho anene kama wewe, kama yeye mwenyewe anamonena, amweke mtu roho anene kama anamonena yeye. Hilo it is impossible. It is impossible. Haliwezekani hata kaja nani. Sasa kumkubalia mimi. Kwa sababu siri ya roho anaweka ni Mungu. Mwanadamu haiwezi. Na lau Mwenyezi Mungu aliyetoa siri ya kuweka roho mwanadamu akaijua, mwanadamu angeumba kiumbe chake. Sasa kabla Mungu, umeona Mungu nimekuumbia hata mimi, uniwezi Mungu bwana wewe. Wana mwanadamu wewe. Hakuna mtu mkorofi kama mwanadamu. Na Mungu amjua mwanadamu kwa ni mkorofi. Hiyo elimu chache alokupa Mungu, basi wewe kumwingilia Mungu pia. Sasa basi akamwambia ile jahazi, maana ya kuitoboa, nimetoboa kwa sababu nakwambia, alafu shikendia yako ende zako na mimi shikendia yangu ende zangu. Akaambia maana ya jahazi mimi kuitoboa, nimetoboa kwa sababu kuna mfalme atukua kila kizuri, kila akionacho mkizuri akitwaa. Nikaitia ila, akiona ila ataiata. Naam, akaitia kisu, akaitia tobo ile, akaenda mbele, akaambia yule mwana tulomua, ule ukuta tulouziba, wazazi wake walikuwa wema, walimwekea hazina pale, walimwekea kitu pale, akiwa mkubwa atatumia. Ndio maana mimi huyu mwingine huyu nilimuua kwa sababu katika wale wawili yule nilimuua, yule lao atakuwa mkuru mkubwa, atawafanya wazazi wake wawe makafiri, atawafitinisha wazazi awatoe katika dini nzuri ya Uislamu, wawe makafiri. Nimemuua kabla ya siku haijafika, asije akawadhuru wale wazazi wake wema, ndio mkamuua. Na yule tulomwacha pale tulipoziba ukuta tukosimamisha uzuri, ilikuwa yatoka ile mali yake aliyoweka na wazazi wake. Sasa akipita mtu ataona pana wazi, atafukura, atachukua. Ndio maana mimi nilikwambia tuzibe ukuta, istirike ile amana ya yule tulomwacha pale. Hasa wewe waona kufanya kazi ambazo hazimo, hazina mishahara, hazina malipo, hazina faida, ndio emu yako katika kichwa chako. Nena na ndia yako na mimi nena na ndia yangu. Mwana maneno wapi? Amwambia enda zako na mimi nenda zangu. Nenda zako na mimi nenda zangu. Na huko nyuma alimwambiaje? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kaifa tasbiru, vipi utasubiri, ala amrin dhahirihi, kwa jambo ambalo uwazi wake munkarun limasia, wa anta, na wewe la ta'lam batinuhu, na wewe hujui ndani ya jambo lile, utasubiri vipi? Wewe huwezi kusubiri. Ndio mada yasema al-ilmu harbun likulli mutaali, elimu ni zita kwa kila mwenye kujeka ujuu kuliko ajuaye. Man sama yawm arafa ghufira lahu
سنتين متتابعين. قال المنذر في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد: أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر. Nakufasiria shamaliza. Man sama, mwenye kufunga, hadithi ya Mtume hiyo. Yaumu Arafa, siku ya Arafa. Sikwambii siku ya mahujaji wamesimama Maka. Si siku hiyo bwana wewe. Ghufira lahu, atamsamehe Mwenyezi Mungu huyo mwenye kufunga sanataini, tuseme madhambi yake sanataini mtatabiaini, miaka miwili ya kufuatana, mwaka 1446 mwaka 1047, mwaka 1446 mwaka 1447. Hiyo miaka miwili. Sikwambii mimi 2025 2026, nakwambia miaka ambayo ni ya kisawasawa, miaka ya hijri, miaka ya dini yako na dini yangu ya Uislamu, ndio miaka hiyo. Mwaka 1446 utasamehewa wote, na haujafika huo, haujakamilika huo mwaka, ujue mpaka Muharram ndio Januari yetu. Kisha mwaka wa 1447 mpaka ule mwaka tena uishe mzima ule, Mungu amekusemea umekamili dhambi zako. Sasa dhambi ambayo hujaifanya utasema vipi? Utafanya tu. Hata kumwangalia mtu madharau ni madhambi. Wewe unajua ni madhambi? Dhambi sote tunajua, mpaka wale ukaimbe, useme urongo, uimbe, unyanganye, uzini, uwe. Wewe waweza wewe kwa nyumba ukakaa wamwazia mtu mabaya ni madhambi. Kisha ukimwazia kabla hujafanya masia huja baada ya kuwa ushawaza yale mabaya. Ndio ukatoka pale sasa, jana usiku au leo asubuhi nimewaza kadha. Sasa naenda kufanya kadha. Asiyewaza hafanyi. Kwani ndoto? Asiyewaza hafanyi. Yote asiyewaza. Ukiwa hukuwaza huwezi fanya mazuri wala ufanyi mabaya. Mabaya mpaka uyawaze, mazuri mpaka uyawaze. Hii ndio maumbile ya mwanadamu. Nimetia nia nende Kilifi kusala dhuhuri. Umetia nia hiyo. Nataka kwenda Gariseni kutoa Idi. Sio? Hujaenda lakini nataka kwenda. Sio, unaona umesema. Lakini umwambie mtu rohoni, yapita haya mambo kwenye roho yako. Nataka kwenda Nairobi nikanunue nguo niganye mayatima. Umetia nia. Umesema nataka kwenda. Sasa hii umewaza. Hakuna asikiaye ni Mungu. Ajua umwaza ni Mungu. Chochote ambacho ukiwaza Mungu akijua kabla hujakiwaza. Sasa hapo umetia nia, sasa uelewe umetia nia hiyo. Ndio katika hadithi ya Mtume asema annadamu at-tauba, hukukujuta ntoba. Si lazima ukae mahala ulie sana, ujipige na mikuta, ujipige visu, uanze kulia siku 10, 30, 40, 100 kwa sababu umeasi sana. Kule kujuta na kuwaza rohoni, ni kwa nini juzi fulani nimemsengenya, umefutiwa. Ni kwa nini juzi fulani nimedhulumu, umefutiwa. Ni kwa nini fulani juzi nimemkoni, umefutiwa. Sasa kwenda sasa kumwambia fulani nimekukoni wewe, ni mambo mengine hayo. Haya mengine sasa. Ukienda kumwambia fulani nimekukoni nisamehe, lakini umewaza huko nyuma. Sasa kabla hujawaza ufanye. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama asema mwenye kufunga siku ya Arafa, si mahujaji wako Maka siku ya Arafa ni siku mwezi umeonekana wa Dhulhijja. Yanda ile siku ya Arafa ni ipi? Mwezi umeonekana Dhulhijja,
Siku ya pili ambayo ilikuwa ni Alhamisi, siku ya pili ya Alhamisi. Siku ya tatu ilikuwa ni Ijumaa ambayo ndio siku ya pili ya masiku ya Dhulhijja. Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, leo Ijumaa. Ni tisia iliyokuwa walayali na ashiri ni ile tisia imeisha, ashiri ni 10 ndio siku ya yaumul Eid. Mungu akusamehe miaka miwili yenye kuja mbele ukifunga siku ya Arafa. Arafa ni siku ya 9. Haina alaka na mahujaji, haina mafungamano na mahujaji walio Maka wa hiji wakifuata Kaaba, haina kabisa. Mwaka wa pili wa hijra Mtume alikuwa Madina akitoa maili mawili yote, hija haiko. Fi salati thaniya min al-hijra shuri'a al-idain والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو في المدينة المنورة. Mtume alikuwa Madina yenye kutoa mwangaza, yenye kunawiri na utukufu, kwa sababu Mtume yuko ndani ya Madina. Sasa ile Madina Mtume awasosha watu Idi mwaka wa pili wa hijra, mwaka wa pili Idi ya fitri na Idi Adha, Idi ya kuchinja. Hakuna al-Eid wa Arafa. Hiyo ikiwa ni hadithi yako, basi itakuwa rawahu shaitani. Al-Eid wa Arafa hiyo rawahu shaitani. Nakariri tena, Eid ni Arafa, hiyo rawahu wake shaitani, anapoka hadithi hiyo shaitani. Lakini al-Hajj wa Arafa ni hadithi sahihi. Al-Hajj ile hija ile Arafa. Ukikosa Arafa na wewe uko ndani ya hija yako yote batili. Lakini uko ndani ya hija, hauko nje ya hija. Hata lo Maka au za tamata au za vitunguu au za spinachi au za unga hayumo. Elewa uzuri, hayumo. Ni yeye afunge siku 9 kisha toidi. Ndio hapa hadithi yasema لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما الحاج أما يلوهي فلا يجوز له haifai kwake yeye ayasuma afunge yaumu Arafa, siku ya Arafa pale ndani ya haramu. Kwa itaaluqufu bi Arafa, kusimama Arafa ni kisimamo cha ndani ya Arafa, ni rukunun min arkani al-hajji, ni nguzo katika nguzo ile kusimama Arafa. Je, kusimama hivi ni kukaa tu, uweze kaa ukalala? Muhimu kusimama Arafa, umeenda pale kwenye ile uwanja wa Arafa. Hiyo ndio maana aluqufu bi Arafa, si kwa kusimama kama askari gongo. Ukienda tu ukienda ukilala, ukikaa mahali umetulia, muhimu wafanya yale yenye kustahiki na pale kwenye Arafa basi. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa Mtume rehma na amani zifikie Mtume, waqafa, amesimama fi dhalika al-yawmi, katika siku hiyo ya Arafa, wa huwa muftirun, na yeye amekula, ameeat kwa lugha ya Kizungu, yani amekula kwa lugha nyingine ya Kizungu. Sasa nakuuliza wewe, ukisema watu wa Arafa wafuata watu wa Arafa, mtu Arafa hajafunga, Mtume hajafunga hapa, wewe wafunga kule kumfuata nani? Na Arafa tukiwa hapa saa hizi sisi ndio wanamalizia saa 5 kasrobo Arafa. Wewe umesali asubuhi, umfuata nani pia? Mbona waneno wapi? Arafa wakiswaba, watu wa kule Arafa kule wanatufu tawafu liwada ya kuaga Al-Kaaba. Wewe umeswali saa 2, saa 1 umeswali huko hivi, ulimfuata yupi? Kama mfano wafuata Arafa, mfano wafuata wale watu kule Maka, hayo ulimfuata yupi? Si ilikuwa wangoje mpaka wamalize? Ndio uswalio idi yako. Je, yasrihi idi ya saa 5? Masala mengine hayo. Je, yasrihi idi ya saa 6? Masala mengine hayo.
Sasa lakini kama mfuata mtu, mfuate kamili, usimfuate nusu. Ndo alilmu harbun likulli mutaali. Elimu ni zita, haipandi kwa yote wala kuipati kwa yote. Kwa kila mwenye kibri, elimu ile huipati. Ndo nazona sema fandhur ila man ta'khudhu dinaka, angalia ni nani utachukua dini yako. Mwangalie yule mwalimu ambaye atakupa dini yako Uislamu, akakusomesha ukapata, ni mwangalie. Usije kwa mtu tu shakalabala ukasoma kwake. Fandhur ila man tas'aluhu ma turidu an tas'alahu, mwangalie utakayemuuliza masuala yako ya kidini ya kueleza upate kuelewa. Mwangalie umuuliza nani. Fandhuru ila man tuqarinuhu, mwangalie utakayefuata naye akupe elimu ya dini ya Kiislamu ya kisawasawa. Mwangalie ufuata na jambazi, unaona kila mtu utamfuata kumbe jambazi. Kila bae kadhi mwanachuoni, kila bae kilema shekhe, hujaenda shambani ukaona mtu amvaa jembe alima richebe na galima. Hujakwenda kumuona mtu amvaa kilemba na galima ni mkulima. Na yeye utamwita mwanachuoni. Na yuko shambani akwambia nirichebe, huku mwenyewe analima. Sasa utamwita mwanachuoni pia na amvaa jembe. Ni mkulima. Elewa we. Huyo ni mkulima huyo. Haya ndio kumuuliza masuala ya dini, mkulima atakujibu. Kwa sababu amvaa kilemba. Imani tuele na fahamu we. Kama kuna fahamu ya kuona huoni. Tunafahamu bwana wewe. Fandhur ila man tutabiquhu, muangalie ambaye utakwenda kumtabikisha ile elimu kuipata kwake, kumtabikisha. Yaani kuhakikisha elimu kwamba haya ni yafuatayo ni ya sawa au si ya sawa. Muangalie nani utakwenda kumwambia haya, akuelimisha, akuweke sawa, utakutuliza roho yako. Muangalie pia huyo. Mtume akiambiwa yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi, ahilla si hilali. Ahilla ni jamu ya hilali. Sasa miandamo ni pale ulipo Bombo uangalie mwezi ufunge, ni pale ulipo Amu uangalie mwezi ufunge, ni pale ulipo Nairobi uangalie mwezi ufunge, ni pale ulipo Uganda uangalie mwezi ufunge, ni pale ulipo Tana River, Somalia, wapi na wapi uangalie mwezi ufunge. Sikumwangalia Mwarabu ambaye dini haijui. Koma we. Sikumwangalia Mwarabu ambaye dini haijui. Na wala haitaki kama dini. Dini haitaki. Bida, kila kitu bida. Ule msikiti wa Mtume aliojenga kile Mtume Ibrahim ni ule ambao sasa uko Maka. Nani alikwambia una magorofa ngapi? Hebu hesabu, angalia kwenye TV. Una magorofa mangapi ule msikiti? Ni ule Mtume akifuka sasa kile kwa ule msikiti. Ufundeni si ule wangu huyo. Bida ni ipi? Ule msikiti wa Mtume aliokuwa aliocha yeye Mtume akiwa hai. Ni ule ambao uko sahihi. Sio ule. Ule una magorofa. Kwa nini wameongeza? Watu wamekuwa wengi ndani ya hija. Sasa wanafanya tawassul, atawsir, kupanua msikiti, kila mtu atosheke akae mahala wasa. Papana ahiji kwa uzuri, wasikare jasho. Ingawaje ibada ya hija haina kutangwa na udhu. Elewa uzuri, ibada ya hija haina kutangwa na udhu. Hata mkisukumana, mkifyokeana, mkifuana kama vile msomero na ambao hakuna kutamka hija hiyo. Na ahija wasa hafikiri mambo ya ulanisi. Au kija kwa kusema anawaitu usalli farada salata aljumaa, Allahu akbar, na kwa fulani ni mnyonge. Ni swala kweli hiyo? Mimi nakuuliza wewe. Allahu akbar. Huyu hapa jambazi wewe. Ujambazi wewe. Na ushafunga sala kwa mbele jambazi, swala unayo? Ndio ile hija sasa. Ile hija wakati umezungumza mambo ambayo sio, hija yako imeharibika. Wakati waenda huku katika zile talbia, mara wauzia mtu sigara, wauzia mtu bangi, wauzia mtu mgoka, wauzia mtu unga, wauzia mtu piriti, wauzia mtu peremendo. Sala ile ibada ya hija kuna pia. Umeona kwamba ni ibada tofauti. Ile ukishakiania umba zile nguo za ihramu hufai kuzungumza maneno ajnabia. Maneno ya kando tofauti na kule na ile ambayo umefundishwa na yule kiongozi wako, sema hili.
Wakivua nguo za ihramu utaulizwa ni wapi umeacha, ni wapi ukufanya, ili uambiwe chinja mbuzi. Umeona? Haya, chinja ngamia, chinja ng'ombe, chinja kuku, chinja bata, chinja kondoo, kulingana vile ulikosea. Unaona ni si swala ile. Umeona ile sidi? Ndio unyoe, ujipake manukato, uvae kanzu kama kawele kama hii hapa, uvae dera, uvae kila kitu, uvae suti, uvae kofia. Hizo ni haramu kuzivaa wakati umehirimia hija. Hizo uvae kuzivaa suti, trouser, kostumu, yote. Libasul muhit, nguo ya kumzunguko ni haramu kuivaa. Umeona ni haramu, lakini hapa ukivaa hapa bombo Ijumaa leo yafaa hiyo, lakini ndani ya hija hufai kuvaa haramu. Ukimaliza hija ndio wafaa, hufai kunyoa, hufai kukata kucha, hufai kuzungumza lolote la nje mambo ndani ya haram. Nikuulize, ni ibada kama hii ya sala hiyo kweli? Mkeo wa halali hufai kumgusa hivi, jamani baada hapa utakuwa pale utakonishumu tuanze mambo yetu. Huruhusiwi ni halali yako. Huruhusiwi ni halali yako. Wewe mkeo ndo. Umeona? Sasa si ibada kama hii ya swala bwana wewe. Si ibada kama hii ya swala. Alafu ile hija, namaliza maneno. Ile hija imefaradhishwa mwaka wa 9 wa Hijiria. Mtume bado yuko wapi? Madina. Ile hija imefaradhishwa mwaka wa 9 wa Hijiria. Mtume yuko wapi? Yuko Madina. Ilipokuwa imeshuka aya, Mtume alipewa hivi, nenda kahiji. Sasa nguzo ya mwisho ya haji, alhaju huwa ruknun min arkani lislami. Hija ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu. Sasa ya mwisho ni hiyo, ndio ikashuka aya. Sasa Mtume akatoa amri, nenda kahiji sasa umalize nguzo ya mwisho ya Uislamu. Ndio ikashuka aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Umeona maneno? Dinan, yani hii nguzo ya hija ya mwisho. Sasa umeikamilisha kazi yako ya kuishi duniani, imeisha, masabato yameingia. Sasa Umar akamuuliza, mbona maneno haya ni mazito? Kaambia kwa nini? Akaambia ni maana watu waga. Umejuaje? Kaambia sasa ikiwa maneno ni haya, umejuaje? Wallahi, baada Mtume kutoka pale akaenda Madina akafa. Akaenda Madina akafa Mtume. Dinakum, yani ile nguzo ya mwisho ya Uislamu ni hija. Dinakum, nimewakabilishia nguzo yenu ya mwisho ya Uislamu. Sasa tukweni mambo haya, muendelee hivi. Mtume aliporudi Madina alikufa. Mimi nakuuliza wewe sasa, mwaka wa 2, mwaka wa 3, wa 4, 5, 6, 7, 8, hapa Mtume alikuwa akiswali Eidul al-Fitri wa Eidul Adha. Alikuwa akifuata hija ipi? Alikuwa akifuata hija ipi? Na Arafa ipi? Maana ya Arafa ni kwamba Mtume Ibrahimu alijua kuwa ile ndoto aloota ya kumtunga mwanae, ile ni ndoto ya kweli, si ndoto ya shetani. Ar-ru'ya huwa wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-haqqu min Allah. Liwazo ziko ni ndoto, kwamba ndoto ya mtume ni wahyun, ndoto ya mtume ni wahi kutoka kwa Mungu na ni ukweli, si propaganda za ibilisi. Haya ni maneno ya Mungu, amwambia yeye na ndoto huyo, maana unampenda ni nani mmoja tu, mtinde huyo huyo. Maana maneno wapi? Mtinde huyo huyo ndio ni mtihani wa kupewa unachokipenda, lakini ukimalize. Hiyo ni mtihani wa Mungu Mtume Ibrahimu. Ndio maana ya Arafa alijua kwa sasa hii ndoto ya hakika, ni si ndoto ya shetani. Hii ni maneno ya Mungu ya hakika. Haya lazima nimtinde mimi. Alipokuwa ameamua kuchukua kesi wakitie makali amtinde, kesho mtasikia maneno hayo, akaletwa kabshun au kharufun min aljanna faidainahu bidhibhin adhibin. Tukamkomba Mtume Suleimani kwa kipindwa kitukufu kitoka upeponi, ambao ni kabshun, kondoo. Ndio akapokonywa
Jibril akamwambia sasa ushatekeleza kweli. Maana kisu hata kimefika hapo kwenye gorombo chapelekwa taratibu. Mtume Ismail atindwa, angetindwa wewe ndio na mimi ningekuwa hapa nazungumza leo subutu. Nimetindwa kitambo. Siko. Nimeliwa nyama kitambo supu kitambo. Sasa supu Mtume Suleimani hakuliwa supu. Ndio maana kondoo. Leo kondoo tena shukuru umepata salama we. Kondoo imetoka peponi Mtume Ibrahim akaitinda. Hai Ismaili, Mtume Ismaili angetinda wewe ungekuwa mbakia leo huko. Wewe ungekuwa umetinda shukuru leo umekodoa mate. We chunga we. Ungekuwa umetindwa kitambo wewe. Hata mimi ningekuwa sikupita, hata mimi kitambo nimetindwa. Singekaa hapa naambia nini maneno. We. Sasa salama yetu ni Mungu kutusikitikia kumtoa kondoo peponi. Amemtuma Ibrahim tukwa utinda huyu. Huyu mwate huyu nenda wata akapumzike sasa huyu. Maana mwana pia amenyosha vizuri. Mwambie babake endelea baba we yataka roho. Mchezo ni mchezo wewe kulala uzuri na kuweka shingo yako na kifo ndio hiki kifo ndo sasa kita kifo. Wewe chunga sana. Lakini aliweka shingo na kisu kikapita kweli. Je, kilikatwa? Hakukatwa. Kisu kilikataa. Jibrili amkuja kwa kake sasa usikate kisu. Tulia. Amri ya Mwenyezi Mungu itoka sema kisu usikate. Kisu pia ni kiumbe katika ziumbe za Mungu. Kisu akikukata kisu. Akaambia kweli wewe. Ni katika waja wetu wema wewe. Wewe kweli mtihani wangu umeuvuka Mtume Ibrahimu. Wewe utamkuta mwanao wewe. Wewe mkeo mtu akupa ujanja akwambia nitakomwe mkeo na kesi takupa milioni moja ambia kana milioni yako mwana kana milioni yako sitaki. Ni mkeo huyo. Aje mwanao. Je mwanao rafiki unampenda mtu akupa shilingi milioni 100 huwezi kumuua wewe. Rafiki yangu yule kisha tutapiga boli pamoja, kwenda bichi pamoja, alimuue. Una azimu wewe. You are crazy man. Yaani ni rafiki yako tu. Si mamako, si babako, si ndugu yako, rafiki tu, lakini roho yako kipenzi chako. Chanda na peto. Hauwezi muue wewe. Kila ukifikiria mazuri yake, ndio siku moja namaliza maneno, siku moja watu wameenda kwa kadhi, mke na mume. Akaambia huyu wallahi mimi sitaki hata kumuona huyu. Namaliza maneno, sitaki hata kumuona huyu. Yule naye mke akamwambia mume, na mimi hutaki kumuona. Ikiwa hutaki kuniona, basi kwa mara 100, sitaki kuona mara 100. Kazi akashangaa. Wewe, huyu nani? Ambia huyu mke wangu. Wewe huyu nani? Huyu bwana wangu. Bando halali. Kaambia sasa wewe mtaka naye umtaka. Wacha yeye atakata kuniona. Mimi nitaka atakufa sasa ni sawa. Kazi, ngoja niwaambia. Alimwambia wewe inamsha kitotini. Na wewe pia bibi kitotini. Haya. Wewe mfikirie mumeo mazuri. Wewe mfikirie mke wako mazuri. Sasa huyu ataka kama mwendawazimu na huyu ataka kama mwendawazimu. Kadhi ameenda pale kando kuosha mikono kwenye ofisi yake ya kadhi ile aosha mkono. Asikia huyu ataka kama kisha na huyu ataka kama kisha. Akarudi akaambia nafikiri mweza kwenda. Ngani wale wale. Mweza kwenda zenu sasa. Kwa nini? Basi kesi imeisha. Huyu ametabasamu, huyu ametabasamu. Walikuja na pressure, na sukari, na chumvi, na masala, na kila kitu. Watakuona pale kwenye koti. Lakini baada ya kuambia kazi ambaye wewe mfikirie mazuri, mumeo, na wewe mfikirie mazuri mke wako. Huyu ateka kisirisiri, na wewe ataka kisirisiri. Kazi alipokuja kuketi pale, huyu ametoa meno, na wewe naye ametoa meno. Mna nini? Yule mke. Yule nani? Mna nini? Haya sasa mweza kwenda. Kesi imeisha. Kitendawili hiki ukitoka hapa kakifikiria. Ni maana huyu amefikiria mazuri ya mumewe, akapata mume wako afanye kuniacha. Na yule akafikiria mazuri ya mkewe, mke wangu sisi kumwata. Ndio mfano nikasema ikiwa wewe kweli wampenda ndugu yako au mke wako au mwanao, huwezi mtinda. Lakini hapa umeona Mtume Ibrahimu amemwambia la we. Kisha usiniangalie, angalia kijiji hivi. Nimepeka kisu kutinde. Mwana akalatini, akaangalia tini, mbaba akapeleka kisu. We, kondoo mbio. Toka peponi mwata nayo bwana wewe. Kwisha. Tosha ushatekeleza ndoto. Haya, ondoka wewe. Tukua utinda huu. Ndio Mtume Ibrahim akatinda kondoo. Ndio kisa cha nini? Cha neno kulwa Arafa.
kuwa amejua ni lazima amtinde mwanawe anayempenda. Ndio maana ya Arafa kujua, si Arafa ile ya kusoma kule Maka. Umeelewa maana Arafa sasa? Sasa sisi tutadanganywa na elimu za kishentere na elimu za pelimini na ndururu kwa sojo. Kama wajua basi wao ni mizuka, kama wajua mizuka. Na kama hasimizuka ni ushabiki. Na kama ushabiki ni ujua kanunu. Na kama ujua kanunu ni wendo wazimu. Basi ni hayo tu. Ndio kweli. Ikiwa si ushabiki, si ujua kanunu, basi ni wendo wazimu. Ufuate mwezi, ufunge. Uone mwezi ufunge. Ukishaona mwezi ukifunga, hii ni Adha, ni siku ya tisia, ndio yetu Arafa. Si Arafa kule Maka, siku ya tisia yetu Arafa. Kisha kumaza Arafa yetu Arafa, ukifunga siku hiyo, una malipo ya kusamehewa dhambi miaka miwili. Miaka miwili dhambi zimesamehewa. Miaka miwili huna dhambi. Umefunga siku hii moja peke yake. Kisha siku ya 10 ndio utoe uswali Idi na utinde. Fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kasome nini maana yake? Sio ujua kanuni na mimi sote mnajuha. Nisomea Qur'an tuelewi. Fasalli lirabbika wanhar, swali Idi kwa ajili ya Mola wako kwa sababu ufunga siku 9. Washukuru nimefunga salama, nimesalama, ndio naswali kwa ajili ya Mola wangu. Lirabbika, kwa ajili ya Mola wako, si kwa ajili ya watu wa Saudia, si kwa ajili ya watu wa hija ndani ya wanahija, si kwa ajili ya mawahabi, si kwa ajili ya washia, si kwa ajili ya ahlus sunna wal jamaa, si kwa ajili ya tarika. Kuna mambo haya, hakuna aya hii hata bahati mbaya. Ndio nimesema ukisema kuwa al-Eid Arafa rawahu shetani. Kama hili ni Arafa, hiyo hadithi alopokea shetani ibilisi alolaniwa na Mungu. Ndio maana al-Eid Arafa. Sitajua al-Hajj Arafa, sio al-Eid Arafa. Elewa wewe. Mtume aliwasalisha watu kuanzia mwaka wa 2 wa Hijra mpaka mwaka wa 8. Hiji zikaendelea, zile hiji zikaendelea mpaka mwaka wa 9. Mtume ameenda kuhiji Maka kule kwa walipozaliwa. Ikiwa huo ni mwaka wa 9, ndo aya teremka, al-yawma akmaltu lakum dinakum, nishawakamilishia dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa atmamtu, na nimetimiza alaykum, kwa timizia nyinyi ni'mati, neema yangu ya huku kuja duniani niwafanyie kazi nyinyi mwe watukufu. Waraditu lakum al-islam dina, na nimewaridhia nyinyi Uislamu kuwa ndio nilipekea pa kufuatwa. Si haleluya? Ukoma na mimi vile vile nikome. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وارزقنا النظر الى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله أكبر.